Sasa huyu Tash walikaa chini wakanegotiate yeye na ule bibi yake. Okay? Juu ule bibi yake Tash alifanya na yeye harusi na watoto wawili. Ikakuwa sasa wewe nitakusaidia kwa responsibility zako. Okay? Sasa hawa watoto Tash alikuwa anawasaidia watoto wake. Unaona? But big attention, more attention alikuwa kwa Betty Bayo. Unaona? Mwanaume ni lazima aoe bibi hata kama ni watatu, hata kama ni wanne. The good thing nilipenda Tash, yeye alienda akajitambulisha kwa kina Betty Bayo. Alienda akabeba mahari yake akapeleka, wakafanya rorashio huko kwa kina Betty Bayo. Unaona? Walikuwa wafanye big wedding. Na kitu kingine naweza kuambia, huyu mwanamke wa Tash ni mtu mwingine mzuri sana. Yeye alikaribisha Betty Bayo na roho yake moja. Unaona, though hawayuko karibu. Watu uko sana. Mambo mingi ufanyika. Hata wewe uko na past, hata mimi niko na past. So huyo bibi yake wali divorce. Cha ukweli. Ile divorcing paper. Si ati wali divorce ile unasikianga ujinga mwanaume anakuja kusema hapa kwa mtandao ati ni long story, ati ni nini. Tash na bibi yake, huyu mama watoto wake, wali divorce. Wakalidivorciana kotini. Tash akakuwa released, huyu mama akakuwa released. Tash akakuja akapata bibi mwingine kando sasa na huyu. Akakuja akapata bibi mwingine. Huyo bibi mwingine alikuwa na shida upande wa kuja kupata mtoto. Wakati alikuwa anaenda kujifungua mtoto, bahati mbaya akakufa pamoja na mtoto. Unaona? So akakuja akakaa. Tash alikaa kwa muda wa mwaka mmoja na ndiye akaanza kuchumbiana na nani? Na Betty Bayo. Kama wamekaa na Betty Bayo, hawajakaa sijui niseme aje. So Betty Bayo na Tash walikuja akapata mtoto. Mtoto akakuwa miscarriage. Unaona? Mtoto akakuwa miscarriage. Na Betty Bayo ni mtu mwenye alikuwa na complication. Hata ukanyara najua. Mtu mwenye alikuwa complication. Leo hiki, kesho ni kile, kesho kutwa ni kile. Unaona, yule mtu mwenye anagonjeka alafu anakuwa strong. Unaona? But deep down anaumia.